Amen. 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 Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ujisikie furaha unapoingia katika nyumba ya Bwana. Amen. Amen. Tutahubiri leo kwa mafupi. Amen. Usomaji wa kwanza Mwanzo sura ya 12 na mwingine tutaresha katika Hesabu sura ya 13 mstari ya kwanza. Mwanzo 22 tutaanza mstari ya kwanza. Aliye karibu kusoma karibu na Mungu akubariki. Mpate kusoma mstari ya kwanza. Nasoma jina la Yesu. Amen. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Abrahamu. Amen. Akamwambia, Abrahamu. Naye akasema, mimi hapa. Mimi nasema. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakuambia. 3. Abrahamu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Amen. Amen. Ruka kwa mstari wa 8. Nikiruka kwa 8 nasema, Abrahamu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanako. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Amen. 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 Nitasoma kwa mstari wa 9. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Chapia Bwana makofi. Amen. Tunajua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu ni baba wa imani. Mungu alimbariki Ibrahimu. Ibrahimu alifika katika uzee, hajapata mtoto bado, bali akabakia mwaminifu mbele za Mungu. Amen. Amen. Ikafika hatua Mungu akamjaribu Ibrahimu apate kuona imani yake. Akamwambia, nataka unitolee sadaka, na sadaka yako itakuwa mwana wangu wa pekee unayempa. Think about that. Ukuwe na katoto kamoja, kisha Mungu akwambie umutolee hapo sadaka. Mama, unaitika? Amen. Amen. Lakini Ibrahimu hakushika, akaitika, akachukua mwana wake, akapanda naye, akaenda. Amen. Amen. Ibrahimu alipotoka nyumbani kwake hakumlaga hata mke wake. Kwa nini? Kwa sababu alijua akimwambia mwanamke atapanic na sadaka haitakubaliwa mbele za Mungu. Amen. Amen. Lakini akalinda siri na akamchukua mwana wake mkaenda. Amen. Biblia inasema hivi, walipokuwa wakifika njiani, mwana wake akamwambia, baba, mbona kila siku tukitoa sadaka tunapelekaka mnyama? Moto tunayo na kuni tunayo, lakini hakuna mwana kondoo. Ibrahimu akasema ya kwamba Mungu atakipatia. Amen. Wakashika safari, wakaenda, wakapanda mpaka mahali ambapo Mungu alimwahidi kwamba ni hapa. Alipofika hapa, akamchukua
akamchukua Isaka, akamfunga kamba na akamuweka kwenye madhabahu ili apate sasa kumchinja. Sikiliza hatua ya Mungu. Mungu anapokubariki anakubariki na wala harudi. Mungu akisema atakuinua, atakuinua tu. Hata wanadamu wasimame, hata wanadamu waseme, jambo la Mungu litatimilika tu. Ibrahimu akamshika mwana wake, akamuweka kwenye madhabahu, akapandisha mkono wake juu, akataka kumchinja. Hapo hapo sauti katoka mbinguni ikamwambia, Ibrahimu, nimeyaona ya kwamba uko mwaminifu kwangu. Tazama, kondoo katika kichaka kimefungwa pembe, mkamate ukamtoe. Amena. Ibrahimu akamfungua mtoto, akakamata hiyo nyama, akamchinja. Mungu akasikia sadaka yake. Amen. Amen. Alipofanya hiyo, Biblia yangu inasema ya kwamba tena Mungu akasema ya kwamba kwa sababu umefanya hii, kubariki mimi nitakubariki, kizazi chako kitatawala mataifa yote. Uendapo nitakubariki, uingiapo nitakubariki, utokapo nitakubariki, kwa sababu umetii neno ambalo mimi Mungu nimekuagiza. Amen. Amen. Mungu anapokuagiza neno fulani, tafadhali usipingane naye, yafanye kisha uone mkono wa Mungu. Amen. Amen. Tulitoka katika Afrika, katika makambi, tulikuwa tukiomba na tunapana manaziri kwa Mungu. Ukamwambia Mungu ya kwamba nitakapofika katika nchi ya Kanaani, yaani Marekani. Tulikuwa tunasema Kanaani ni nchi za Ulaya wakati tulikuwa kule Marekani, si ndio? Tulikuwa tukilala kila siku tukimwita Mungu, Mungu kinisaidia, nikifika nitafanya nini? Nitakutumikia. Sasa leo unasahau ile jambo ambayo ulinena na Mungu. Ni wewe peke uliweka naziri yako ndani mwako, hakuna mtu alikuwa na wewe, bali ukanena, ukaambia Mungu nitakufanyia hivi. Amen. Hesabu sura 13 anza mstari wa kwanza inasema nini? Watoto wa Mungu tusikilize. Amen. Amen. Ni heri kusikia kuliko hamsomaki. Amen. Hesabu 13. Hauyapata? Hesabu tano, anza mstari wa kwanza. Hesabu 30 mstari wa kwanza kwa jina la Yesu. Kisha Musa akanena na wale vichwa vya makabila ya wana wa Israeli na kuambia, neno hili ndilo aliloliagiza Bwana, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri. Sikiliza, tende pole pole. Amen. Anga tena pale. Watoto wa Mungu, mtege masikio usikie nini neno la Mungu linanena kwa ajili ya kuweka nadhiri mbele za Mungu. Sikiliza, tega masikio usikie, usije ukaseme kesho sikwambili wako. Narudia hili nasema. Yes. Mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa ahadi. Kufunga nini? Nafsi yake kwa ahadi. Asilitangue
asilibadilishe neno lake, atafanya sawasawa na hayo yote yamtakayo kinywani mwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana wa Israeli walikuwa wanaweka ahadi mbele za Mungu. Ukumbuke ya kwamba Israeli ilikuwa ni taifa la Mungu mpaka leo. Israeli Mungu alichagua, lakini wakafanya maovu mbele za macho ya Mungu. Mungu akawabeba mpaka utumwani. Walikaa utumwani, wakateswa kule, wakakuwa wanaomba kila siku Mungu. Mungu akawatumia Musa kuwatoa katika utumwa. Walipofika wanavuka bahari ya Shamu, ndipo Musa akawaambia, sikilizeni enyi vichwa vya wana wa Israeli, sikilizeni enyi vichwa vya kanisa hili. Mtu yeyote anapoweka nadhiri mbele za Mungu, ajue ya kwamba ameweka kifungo kwa maisha yake mpaka siku atakapomaliza nadhiri hiyo. Ni tafadhali usiweke nadhiri. Kwa sababu gani? Unapoweka nadhiri na kama uitimize, unapoomba maombi yako yanafungwa mbinguni, hayapiti. Kwa sababu gani? Wakati unapokuwa ukiomba, malaika wa ujumbe anashuka, anapokuwa yanakutana ya kwamba wewe ulimwekea Mungu nadhiri. Kitu ya kwanza ukumbuke, Mungu alikutosha mahali kwenye ulikuwa, akakuweka mahali pazuri, na wewe ukaweka nadhiri. Mungu anakutendea, kisha wewe haupendi kutendea Mungu, maombi yako hayatasikilika. Utaomba usiku na mchana, utapiga magoti mpaka magoti yako itachubuka, na utasema ya kwamba Mungu asikiake. Wewe ndio usikiake. Amen. Amen. Ni roho yako ngumu, masikio yako ngumu na kutokujua yako. Ndiyo maana Biblia inasema ya kwamba mpepe peril par manque de connaissance. Ungelikuwa na maarifa, ungelijua. Utaikala kanisani chochocho kwa pipipi, ukose fanya mapenzi ya Mungu ili ubarikiwe. Utaona wenzako wakibarikiwa na utakuwa tu uko unanena maovu. Watakupita hapo, waliokuwa nyuma yako watakuvuka na wataendelea mbele, na wewe utabakia step hiyo hiyo. Kwa sababu ya nini? Hautaki kuelewa, hautaki kusikia, hata walalamike. Utaenda wakuombee, mapasta wataweka mikono juu, hakuna kitu kitafunguliwa, kwa sababu mbingu imefunga. Kumbuka wakati ambao Nuhu alipoingia katika safina, Mungu akamwambia Nuhu, mimi mwenyewe nitafunga. Kwa sababu gani? Nuhu alifunga hiyo milango. Wakati watu walikuwa wanakuja, Nuhu alisikia huruma, anawafungulia na wanaingia. Lakini Mungu mwenyewe akafunga. Ikiwa Mungu anafunga njia zako, nani atafungula? Jitahidi kufungula milango yako. Leo hii tunatesekana, tunasumbuka kwa ajili ya maahadi tuliweka. Nani hapa kuweka ahadi wakati alikuwa mkani? Mimi bali kwa kwanza kuweka ahadi 10. Amen. Niliweka ahadi. Amen. Na hata kwa kitu moja. Katika ahadi unapozitimiza, milango inafunguliwa. Amen. Kila mtu aliyekuwa na ahadi, na kuna nyingine maahadi ambazo wewe haukumbuki tena, jitahidi kumuomba Mungu akufunulie hizo ahadi ambazo zimefichwa ili upate kuzimaliza. Amen. Na kusudi ahadi timilike, inahitaji nini? Ni maombi. Watoto wajifunze. Ikana chini, sikiliza mahubiri mtoto. Kama tole mtoto asikie mahubiri naye, urudie huko. Amen. Sote hapa tuko na maahadi.
inabidi tuombe Mungu atufunulie hizo ahadi ili vitoke barabara, Mungu apate kutubariki. Sini purpose, think about. Mungu ni mweza yote. Tusumbuke kwa nini? Tuteseke kwa nini? Ni zile maahadi tuliweka tunashindwa kuzitimiza. Mungu husikia maombi. Ikiwa Mungu asikie maombi yetu, maana sitaji ile kesho na kete pale kwa mambo ambayo hajiendelei katika maisha yetu. Amen. Inabidi kulikolishe na tutalikolishe katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto wa Mungu tuko pamoja. Amen. Kanisa la Bwana. Amen. Itaomba tuombe Mungu. Amen. Amen. Tuombe Mungu. Mungu atufungue macho, atufungue akili, ile ahadi ambayo tulikuwa hatujui tupate kuitoa, ili milango ya mbinguni ifunguke, tusiwe na vizuizo mbele za Mungu. Amen. Ahadi za Mungu zinafunguliwa katika maombi. Kwa hiyo niwaambia kwa mfupi, bali tunataka tuombe. Utajiombea wewe pekee, jiombee wewe. Amen. Hakuna mtu atachukua mzigo wako, ni wewe pekee. Sikiliza Zaburi saka hatua, Zaburi saka hatua, zimetoka saka hatua. Anja kusanya kwanza. Nasema hivyo. Bwana. Usikie sala yangu. Sikiliza. Usisikilize dua zangu. Unijibu kwa uaminifu wako. Okay. Mungu akujibu kwa uaminifu wako. Zaburi 34. Sikiliza. Niko pale kwa kidogo. Sikiliza. Kwa sauti yangu. Nitamlilia Bwana. Subiri. Kwa sauti yako utamlilia Bwana, sio kwa sauti ya mwingine mtu, wewe pekee. Kwa sauti yangu nitamuomba Bwana dua, nitamfunua mbele zake malalamiko yangu. Amen. Chapa. Nitaweka malalamiko zangu mbele ya Mungu. Mimi sio wewe utaniwekea, mimi nitajiwekea kwa Mungu ili Mungu apate kuyafunua. Amen. 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 Watoto wa Mungu, be serious on that. Unajua tunasumbuka hivi, hatujue jinsi tunatembea tu, tunafanya maovu, unawazia kwamba uko kumbe hauko, utawazia kwamba uko hauko. Shida kila siku, usiku na mchana, au inatoka wapi? Uko fasi moja ambao umefanya maovu. Amen. Amen. Tutaenda kuomba dakika 10 zote, tusimame, kila mtu atajiombea. Amen. Kila mtu atajiombea. Sikiliza kwanza, wale watu wana sauti, wakamata microphone.